Ni sehemu ya 3 katika simulizi yangu ya safari ya maisha yangu. Tunaendelea tulipoishia. Salma akimsalimia Lichi kwa sauti nyororo. Salama Salma, umeamkaje? Vizuri kaka Lichi. Baba na mama washaondoka? Ndiyo kaka Lichi. Oh, sawa, naona. Lichi alitoka zake na kwenda zake jogging. Baada ya muda kupita, Lichi alirejea nyumbani. Salma, mbona umekaa nje? Naogopa ndani kaka, aliongea kwa kudeka. Unaogopa nini? Nasikia sauti mara kama watu wanatembea hivi. Hebu twende ndani, usiwe muoga hivyo. Waliingia ndani. Mida ya jioni ilifika, mama na baba walirudi. Lichi bado alikuwa na hofu na wazazi wake. Kwa nini wawe na mambo ya kichawi? Lichi, shule mnafundishwa kutokusalimia wazazi? Sauti ya baba Lichi ilisikika. Wewe Lichi, baba yako si anaongea na wewe? Shikamoni, alisalimia huku akienda chumbani kwake. Baada ya muda kidogo, Salma, hebu mwamshe Lichi aje apate chakula. Mchana alikula? Ndiyo anti, alikula. Salma aliongea huku akienda chumbani kwa Lichi. Kaka Lichi, amka, unaitwa ukapate chakula. Tangulia na kuja, aliongea huku akijifunika shuka. Anti anakuja, akasema sawa. Walikula na hawakuweza kumwona Lichi mezani. Mida ya saa 6 usiku. Mbona njaa inaniuma? Hebu niende mezani. Lichi alipata kwenda mezani na kufungua hotpot na kupata chakula. Kaka, naomba na mimi nile, sauti ilisikika bila kuonekana mtu anayeongea. Lichi alihisi labda kusikia, alitulia na kupata kuisikia tena. Kaka, naomba na mimi nile, sauti ilisikika bila kuonekana mtu anayeongea. Alitoka chapu hadi chumbani kwake na kulala na kujifunika gubigubi. Asubuhi mapema Lichi aliamka. Mama, shikamoo. Marahaba Lichi, mbona mapema hivyo? Mama, mimi siwezi kukaa hapa. Kuna nini mwanangu? Nasikia sauti za ajabu ajabu usiku na kupata ndoto za kutisha. Naomba niende kwa mjomba. Amna, usiende, kosa lako ni kufungua jeneza. Ndio maana sasa hivi unaona mambo ya ajabu mwanangu. Nisubiri hapo. Mama alitoka na kurudi na kichupa kidogo sana. Chukua hii, utakuwa unajipaka maji unavolala na unavotoka nyumbani. Mama, mimi sitaki. Chukua nimesema, kwa ukali mama Lichi aliongea. Lichi alipokea na kuweza kuweka mfukoni kichupa hicho. Mimi naenda kazini, hela ziko kabatini, kama unataka uende kutembea, kuwa makini na kupenda mwanangu, na usimwambie mtu chochote, hata Salma asijue lolote kuhusu chumba kile, na wewe pia usiende tena. Wakati mama Lichi akiwa njiani, ghafla alishtuka na kupata kumwona mtu aliyejawa na matope mwili mzima, akiwa na mkuki. Kwa muonekano wake ni kama mtu wa kale hivi. Alichukua simu haraka na kumpigia mumewe. Baba Lichi, nimemwona jini yule. Na mimi nimemwona. Hebu leo usiku twende kwenye kile chumba. Sawa baba Lichi. Usiku ulifika, walikula na mama akamkumbusha mwanaye kuhusu maji yale. Sawa mama, nimekuelewa. Waliagana na kwenda vyumbani mwao. Mida ya saa 7 usiku, mama na baba Lichi walipata kwenda kwa chumba kile. Walifika na kufungua chumba hicho cha jeneza. Kiongozi wetu, sauti ya baba Lichi ilisikika ikiongea. Mmekosea masharti, wewe na mke wako, na lazima mlipie. Hapana, tusamehe. Kila kitu kina sadaka yake. Ghafla, mtu mchafu mwenye matope alitokea juu ya jeneza lile. Tusamehe kiongozi wetu, tutakuletea damu ya ng'ombe mzuri, baba Lichi aliongea. Hapana, mfanye kama mnavyofanyaga. Mtu akiingia kwenye chumba hichi, yeye ndo anapaswa kuwa sadaka. Una maana tumtoe mtoto wetu Lichi? Ndiyo namtaka.
Hapana, tunaye yeye tu, tukupe binti wa kazi. Hapana, simtaki huyo. Ghafla mtu huyo alipotea. Wazazi wa Lichi walirudi kulala wakiwa na maswali mengi. Asubuhi iliweza kufika. Lichi kwa kuwa alitumia dawa aliamka vizuri kabisa. Kaka Lichi, breakfast tayari. Sauti kutoka kwa Salma. Nakuja Salma. Sawa kaka. Alitoka na kumkuta Salma akiangalia movie. Kumbe saa 4 sasa hivi? Ndiyo kaka, leo umelala. Baba na mama wako wapi? Wameenda kazini wote leo kwa gari moja. Gari moja? Alionekana kushangaa, kwani sio kawaida ya wazazi wake. Kaka Lichi, afu leo niliota ndoto. Ndoto ipi hiyo Salma? Nimeota ndoto nyumba hii inanyeshewa na mvua ya moto, afu ni ya kwetu basi. Hapana bana, ni movie zako hizo. Sauti ya Lichi ilisikika ikiongea. Kweli Salma, mimi siamini katika hayo. Twende ibadani, leo kuna mtumishi anakuja. Salma, unaendaga ibadani? Ndiyo kaka Lichi. Sawa, mimi siji, ila nitakupeleka na gari. Nitapita njia ile ile. Na ni saa ngapi huko unaenda? Saa 8. Sawa Salma, usijali, nitakupeleka. Na ilikuwa ni maongezi ya Salma na Lichi. Basi saa 8 ilifika, waliweza kutoka nyumbani na gari aina ya Vanguard. Upande wa baba Lichi na mama Lichi waliweza kwenda kwa mganga wao vijijini ndani kwenye maporomoko ya maji. Salma, tumefika, shuka. Sawa, asante kaka Lichi, lakini gari hapa hawaruhusu kupaki. Kanishushie pale na wewe uweze kugeuza. Sawa. Alifika eneo husika, ile anatoka akataka kugongana na gari ya mchungaji mlangoni. Mchungaji aliweza kushuka hapo hapo na kulisogelea gari la kijana Lichi. Kijana, naam, njoo ibadani. Lichi alishtuka. Njoo ndani. Alishtuka tena. Kijana, nimekwambia njoo ndani. Sawa, nakuja. Msindikizeni kijana huyu, atakaa mbele kabisa. Nataka kumwona anavyofundisha leo. Ana kivuli cheusi nyuma yake. Yalikuwa ni maneno ya mchungaji. Basi waliweza kumshawishi Lichi na kumfanya ingie kanisani humo. Nini kitafuata katika episodi yetu ya 4? Vipi kuhusu baba Lichi na mama Lichi kwa mganga? Na vipi kuhusu kijana Lichi kwenda kanisani? Muda mwingi nilipotea, sikufa